Kwa nini unajua naongea hivyo? Naongea hivyo kwa sababu siku hiyo hiyo mdogo wangu wa Mwanza ambaye ni mchungaji Samsoni, naye kule usiku alienda kutekwa nyumbani kwake. Unanielewa eh? Naongea hivyo kwa sababu yanahusu Tanzania. Usiposema haujui nani atatekwa baada ya hapo. Wamekwenda kuteka mchungaji wetu Pastor Samsoni Gwajima kule Mwanza. Na watu wanajiuliza eti inagharimu uchunguzi kujua ni nani aliyemteka Roma Mkatoliki. I wonder. Kwa sababu ili uchunguze, fanya mambo matatu. Jambo la kwanza, kwani Roma Mkatoliki alipokuwa anatekwa kwenye studio alikuwa anarekodi wimbo unayemhusu nani siku hiyo? Wale wanaovamia studio ndio wale wakavamia studio wakamchukua Roma Mkatoliki. Ndio wale. Wewe unajiuliza swali gani? Ni wale. Kwa sababu mvamizi wa studio ya television, studio ya kurekodi nyimbo zote ni studio. Mvamizi wake ni yule mmoja. Tukiendelea hivyo ni hatari. Na watu wanajiuliza eti inagharimu uchunguzi kujua ni nani aliyemteka Roma Mkatoliki. I wonder. Kwa sababu ili uchunguze, fanya mambo matatu. Jambo la kwanza, kwani Roma Mkatoliki alipokuwa anatekwa kwenye studio alikuwa anarekodi wimbo unayemhusu nani siku hiyo? Sianzia hapo. Kwa nini unakuwa kipofu? Roma Mkatoliki alipokuwa anatekwa alikuwa anarekodi wimbo wa kumhusu nani? Kama ni wimbo wa kumhusu Gwajima au kumhusu Kakobe au kumhusu Mwingila, basi ndiye aliyemteka. This is simple. Jambo la pili, mke wake anasema alikuwa ndani ya studio akaambiwa kuna watu wanakuita nje. Of course akatoka kule nje, baadaye akaondoka na wale watu. Hivi wewe nikuulize kwa akili yako, mtu anaweza kuja tu kwako akaambiwa toka tuingie kwenye gari, utakubali? Lazima akuonyeshe ama kitambulisho ama kitu fulani. Kwa hiyo mimi naamini yule Roma alionyeshwa kitu au kitambulisho, ndio maana hakufanya fujo akaondoka kwa ushirikiano. Lazima alionyeshwa kitu, kwa sababu hakukuwa na vujo wala ngumi wala mateke. Mimi kunichukua unanipeleka pasipo kujulikana, lazima zipigwe kwanza. Nitakukemea kwa jina la Yesu. Nitakukemea kwa jina la Yesu. Kama jina la Yesu alifanyi kazi kwa siku ile kwa sababu ambazo sijui, kama nina silaha ndani na koki, si nimepewa silaha ya kujilinda? Kama kuna walinzi ndani yangu, nawaambia kila mtu achachamae, kwa sababu huyu ni kibaka, hana kitambulisho, hana maelezo. Na ndio maana ya nchi yetu iko namna hiyo. Na wewe usikubali mtu yoyote akuchukue popote kama hajakuonyesha kitambulisho na kukwambia yeye ni nani. Usikubali. Kwa hiyo lazima ujue kwamba lazima ili huyu mtu aondoke bila vurugu, kuna kitu walimuonyesha au walimwambia sisi ni kina fulani, ndio maana akaondoka bila vurugu, bila matatizo. It is simple analysis. It does not cost a PhD thesis. Wala haigharimu dissertation ya masters. Ni analysis rahisi kwamba lazima walimwambia sisi ni kina fulani, wakaondoka naye. Namba 3. Sina ninachosoma na kupa tu analysis kutoka kwenye bongo ya kutoka mbinguni. Pigie Yesu makofi. Kitu cha 3. Watu wamezunguka vituo vyote vya polisi, hakupatikana. Baadaye amekuja kupatikania kituo cha polisi Oysterbay. Imekuwaje? Haya ni maswali tu. Kwa nini unajua naongea hivyo?
naongea hivyo kwa sababu siku hiyo hiyo mdogo wangu wa Mwanza ambaye ni mchungaji Samsoni, naye kule usiku alienda kutekwa nyumbani kwake. Unanielewa eh? Naongea hivyo kwa sababu yanahusu Tanzania. Usiposema haujui nani atatekwa baada ya hapo. Wamekwenda kuteka mchungaji wetu Pastor Samsoni Gwajima kule Mwanza. Ndio maana nasema lazima patikane wakusema hawa watekaji ni kina nani? Wametumwa na nani? Wana lengo gani? Watateka nani baadaye? Asije kuwa anayefuata ni Pastor Gwajima. Nakwambia sitekwi ng'oo kwa jina la Yesu. Nikiitwa polisi na kwenda kwa sababu najua polisi ni law enforcers. Tena na kwenda bila wasiwasi, bila problem. Lakini kunijia kinyemela nyemela na kakitambulisho hapa. Tupige picha kwanza pamoja, tupige selfie pamoja kwanza ndio twende. Akikujia mtu anakuambia tumekuja kuchukua, mwambie njoo tupige selfie kwanza. Tupige picha pamoja, niitume kwenye magrupu ya WhatsApp, nimeondoka na mtu huyu, alafu baadaye ndio nenda. Usiende hivi hivi. Pameanza kuwa mahala pa hatari Tanzania. Ndio maana narudia wito wangu kwa wanakao. Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Mtamleta ndugu zangu.